Yo, vipi jamaa? Karibu sana kwenye Mshefa TV na mimi ni wako Mshefa Bamkuu. Hii televisheni ambayo inakuletea burudani na matukio mahali popote ambapo ulipo, as long as uko na simu ya smartphone. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kuvisit YouTube channel yangu, hakikisha umesubscribe na uweze kubonyeza alama ya kengele ili anytime na kuwekea show mpya aisee unakuwa wa kwanza kujuzwa. Au sio? Siku ya leo niko upande, yani niko location moja moto sana ambayo inajulikana kama Jacaranda, ambapo nimekuja kupatana na msanii mmoja ambaye anafanya nyimbo za injili. Anajulikana kama Kenny. Utaweza kumfahamu kiundani kabisa tukiweza kupatana naye, au sio? Twende kwenye location. Eyo, kama dawa niko naye Kenny. Mambo vipi bro? Man, feel fresh baridi. Maisha iko poa. Maisha iko place. Unaendelea kuplaya maisha. Playa maisha my plan. Ndio hiyo sasa. Eyo, kama dawa niko naye Kenny ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili, au sio? Yeah. So bro, ningependa you reintroduce yourself at least ndio wangu ajue wewe ni nani. Yeah, mtazamaji, ni Kenny Philos, niko hapa ndani ya Shefa TV. Nimefurahia sana kupatana na ndugu yangu hapa. Kabisa. Big fish mwenyewe, au sio? Fresh barida. So bro, tunataka kujua, tujue kwa undani kabisa, tujue jani yako, kwenye ulitoka. Wewe umezaliwa wapi? Mimi mzaliwa Meru. Meru. Wewe ni Meru? Kwanza pale 𝗥𝗜𝗡𝗚𝗏 County. Ala, kasmane vaite mromeyo. Yo. Mimi ni vaite. Yeah. Wow. So ulizaliwa pale, ukagroya pale? Nikagroya pale, nikasomea pale. Lakini Nairobi nimekuja after school sasa hapa. Mwaka gani hivi? 2012 hapo ndo nimeingia Nairobi. Wow. So Nairobi uko side gani? Kwa sasa hivi naishi pale Ruiru bypass. Ruiru. So apart from before tuingie kwa usanii, ni hustle gani ulianza kupiga vile ulikam Kanairo tu hivi? Ama ulikam na veve na gunia ukaanza kuuza? Kanairo manzee imenionyesha imenionyesha maneno manzee. Niling'ang'ana, nilikuwa napiga picha. Ile hawking ya photography manzee. Sijui kwa sheo na watu wanazunguka na makamera. Unauliza mzee kaa umpige picha, hapo mzee anakudharau nini. Ilikuwa hustle, nilipiga hiyo for 1.5 years. Kabla sana nikuje sasa kuingia kwa muziki vizuri. Na before that nilikuwa nafanya kwa kampuni ya maua ya nimeajiriwa na Wahindi. Nilikuwa nafanya tunajua hizi flower company side ya 𝗂𝗏𝗏𝗏 huko kule. So kwa ndo nilikuwa nafanya vibarua huko. Kung'ang'ana manze kabla sijaanzia uimbaji. Hustle. So nani alikuvuta Kanairo? Like unajua lazima uko na, kama sasa nikasema nataka kwenda Mombasa, lazima kuwe kuna beshte yangu huko ama relative mwenye anaweza nivuta. Nani alikuvuta Nairobi? Nairobi kwa kawaida, unajua wasi wengi wakushagua wanatamani sana kuja Nairobi. Kuna kwa na ile kitu inakoga Nairobi, yani ile kiutamu fulani. Mtu wa kule anatamani tu kwenda Kanairo. Unatamani hata hujui unaenda kufanya nini, lakini unasikia tu mtu ako Nairobi manzi, unatamani nataka niingie hiyo Nairobi. So mimi ile pupa ile naona kila mtu makuzo wanakuja Nairobi. So mimi nilisema tu acha nikuje tu Nairobi tu hivyo, pia mimi nikule Kenya wanakulaga huko manzi. Wow. Juu watu ukiangalia watu wengi wa Nairobi wakikuja shags wanakanga wameomoka, unaona mzee. Wewe unafikiria tu kuna wewe msee anaweza kuwa hata ana yeni manzi, labda nika kitambi ndo kama ama kaluku lakini watu wenye ukikuja kwa Nairobi sana ndo na realize manzi vitu ni different sana kwa ground kwa ground. Kweli. So mimi nilikuja Nairobi tu ile pupa ile mtu usikia tu Nairobi ni kuzuri ikakupiga nini, unaona kama vile yule chairman wa gospel alikuwa anasema sijui alienda Mombasa kutafuta sijui nini. Bado ni chairman, si alisema ametoka kwa gospel? Ile chairman yake sijai kubali. Kuna clip niliona akisema ametoka kwa gospel. Ndio unajua yule utaka tu trend hivi, ama ilikuwa ni kiki. Ile ni kiki, zile zote ni kiki. Mimi hadi hiyo chairman hiyo yake yeye amejiapisha mwenyewe. Ile hapana, sijaikubali ile. Chairman, umesikia kutoka kwa mfuasi. Mtu wapishwa na wasee ndio kuchagua, sio unajichagua unajiita chairman. Wacha wasee wenyewe waseme, wasanii sisi tuseme wewe ndio chairman wetu, sio unatuambia wewe ni chairman. Na kwa hivyo wewe umesema ringtone sio chairman. Wewe labda tumpatie secretary. La sio hate ama nini, sio chuki ama nini. Huyo tuseme secretary inaweza, lakini chairman hiyo tunaweza achia watu wengine. Alafu just to make the record straight, sio pombe tunakunywa. Hapana, hiyo sio tea. Nika energy drink. The president. Yes.
Ni energy drink tunapiga hapa hivi mdogo mdogo. So bro, ilifika wapi ukajua wewe unaweza imba? Kuimba mimi nilijua kitambo nikiwa shule. Unaona kuwa shule ile kuna unajua shule kuna CU. Si ulikuwa CU? Kabisa. Ama ulikuwa mimi nilikuwa CU mbaya. So unajua pale kuna zile my events tulikuwa tunafanya kule, my weekend challenge, kuna service ile. So ile service ikuja unapata mimi watu wanataka niimbishe manzi. Unaona Ken wewe ndo unaongoza. Nilikuwa pale nilikuwa kwa master, nilikuwa praise and worship. Sasa those back in hizo miaka mingi. Wow. So unaona nishaanza kuzeeka. Kweli? Wewe ni kijana mdogo wewe. So ile sasa ile mvuto unasikia watu wanakuambia hey manzi unaweza. You know, if you have something people see it. Si ile ya kujiita watu wanaona wenyewe wanakuambia hey bro manzi wewe unaweza make MC mnoma sana, unaona. So wazee ndo walikuwa tu wanashinda wakinisukuma. Pia mimi niko na hiyo msukumo ndani yangu inanisumbua. Nasikia tu nisimame mbele ya watu ni perform pale nikiwa class manzima ngoma zinakaa badala mimi nisome. Niko tu kwa buku wa kitabu naandika mangoma pale unaona. So hapo ndo nilijua niko na hiyo mwito. So vile nilikuja kutoka shule sasa ndo nikakuja kuiweka sasa in place. Sasa real. So ilifika wapi ukaiactivate? Unajua kuna talanta ndio na kuna kuactivate hiyo talent yako at least ikuwe ni biashara. Sijui ni when uli record your first single ukasema buda umecheki ngoma yangu. The first song nilifanya 2013. So hiyo ndo nilifanya. So nimekuwa kwa industry for 9 years. Wow. So hiyo song ya kwanza hapo hivyo ndo unajua nilikuwa na save pesa hivi ndo niingie studio nini. So kuingia kwa industry hivi haikuwa rahisi. Wasanii wengi watakwambia sio rahisi ukianzia muziki, lakini kuna wale Mungu hupatia ile neema, unapata you have the right people. Lakini mimi wale watu nilipatana nao nashukuru Mungu kwa sababu yao, lakini haikuwa rahisi bro, haikuwa rahisi. So venye nilikuja nikaingia kwa industry nimelearn a lot of things kutoka hiyo 2013 hadi sasa hivi nimelearn vitu mingi sana. But nashukuru Mungu sababu bado naendelea tu kupiga. So far umerelease ngoma ngapi? Sasa hivi niko na album 3. Sasa naenda kufanya album ya 3. Album? Na huo mimi hufanya single ngoma moja nimewekelea. Kama next month kuna project naandaa pale nataka niwekelee pia. Wow. Ndio. Fiti jo. So ever since ulianza hii usanii yako, unaweza sema usanii ulipa? Music pays manzi. How does it pay? Unaona wasanii wengi bado wanatamak bana. Kuna wale wanatamak, lakini kuna wale unaona bado wako fit. Si ndio kuna wasanii unajua pale huko nje na wako fit. Bro unajua sasa hii unaniambia unaenda album ya 3. Na kwa hii interview umeingia na ndaye. Buda, unataka kuniambia inaleta doors design gani? Usanii ulipa, unalipa. What happens? Lazima uko na ile patience kwa sababu wasanii wengi kawaida uingia kwa industry na ile expectation ya juu sana, ile unataka uingie tu hivi sababu umeona Kenny amehit pale, wewe unataka pia uingie uhit kesho. Sasa hiyo ndo uharibia wasanii wengi sababu wananga ile patience. Unajua siku hizo watu wanataka vitu za haraka. Generation ya saizi wanataka tu vitu zi happen, but wanasahau wengi kuna kwa every success unakuwa na price lazima utalipia, kuna gharama. Sasa watu wanahepa ile gharama. So watu wengi wenye unapata wana make it kwa industry huko, kila mtu akona story. Most of them have a story. Hata yule mwenye unapata ameingia kwa industry saizi kama tuseme Bahati aliingia tu hivi akaboom. Pia yeye akona story yake. Kuna penye alikuwa ametoka. Si ati alikaa boom. Lazima kuna gharama amelipa mahali. So kila kitu mzuri inakujanga na gharama. So mimi naweza ambia wase music pays if you're very persistent. Unaona ile kuendelea kufanya. Sababu bro we spend a lot of money kwa production, a lot of money. Audio video production sio mchezo. Unajua watu wengine wafikiria sisi huwa tunaenda studio tunaokota CD kule. Ni kweli. Producer anakuambia bro shika na kupatia bure. Video na kurekodia bure. Unajua unaelewa. Ni producer. So hiyo cost ndio discourage wase wengi, unapata umespend unaona umetumia pesa mingi kwa industry na bado haijakurejeshea. Sasa ile ndio ufanya wasanii waokope na wa give up haraka. Lakini ukikaa ndani uko persistent, hiyo maturity tu ya kuwa persistent, as long as uko na hiyo calling ndani yako, with time muziki itaanza kukulipa. It pays. Wasanii kule nje wako na pesa, wako na dough sana. Sijui nianze kuimba. Sasa lately nimenotice pia alafu kidogo tu kabla hujaenda next point. Inaweza kuwa sio pesa tu, muziki inaweza ikakufanya sana kwa injili, gospel music. Unajua gospel music ni kazi ya Mungu. Mungu kuwa na njia mingi sana za kureward mtu. Inaweza kuwa sio pesa Mungu atakupatia ama fame ile kila mtu anataka, lakini Mungu anaweza kukupatia connections ambazo zinakuja kukupatia pesa
wakati wa baadaye. Unajua hata hiyo muziki ukienda upatane tuseme na president ama upatane na msanii mwingine mkubwa vile, yani kuna zile connections Mungu anakupatia. Unaweza ukapata you've been sponsored for a trip, uende tuseme mahali kama America, ukafanya shughuli hapa pale, unaona. So kuna vitu mingi ambazo ukiserve Mungu, if you serve God diligently, Mungu anakuwa na njia mingi sana za kukuriwa. Inaweza kuwa sio the obvious way, pesa ama tuseme pesa ama jina kubwa vile, lakini Mungu ako na njia mingi sana za kukureward. So music pays, man, music pays. Wow. So lately nimenotice wasanii wengi sana wanatoka kwa gospel. Msee alikuwa anafanya gospel, anatoka kwa gospel anaanza kufanya secular. What are the challenges ziko kwa gospel industry na kufanya mpaka wasee wanang'oka wanaenda hii side nyingine? Unahama. Tuseme kwa gospel ile kitu iko. Well, kuna wasanii wengi wako very very selfish, sorry to say, kwa gospel. Ukiangalia secular musicians, they are very kind, they are very good, they wanashika wengine mkono. Kwa gospel tunawaitanga ma big fish kwa sababu tunajua wanakula wale fish wadogo. Azini unapata msanii mkubwa hataki yule mdogo aende juu, so anamkanyagia. Kama kuna tuseme event mahali hawezi akamuita, ukiwa na opportunities mahali, Uhuru siku nyingine ameachilia pesa ya wasanii imekuliwa na, unaona, ma big fish, wale ma big fish. So ile selfishness ndio inafanya wasanii wanakuwa very bitter about the gospel industry. Alafu pia vile ukiangalia life mingi za gospel musicians hazijanyooka vile tuna expect Pata huyu ni msanii wa gospel lakini maskando zimejaa manze. So unashindwa what's the difference between huyu na yule mwingine wa secular. So kwa Kenya kumekuwa na hiyo tofauti. Unapata secular musicians are very good, they are givers, they help each other. Ukienda hata kwa River Road wasanii wa secular wale akina Samido nani wale, so wajua wanasaidia sana wale wasanii wanakuja, lakini ukiingia kwa gospel huko hawataki kusaidia. Kila msanii anataka tu benefit peke yake manze. Msanii akienda mahali popote hivi anafikiria tu ata benefitaji. Wewe ukija huko msanii mdogo mwambie hey, naomba collab, na unamlipa pesa mzuri. Unaona? So kuna hiyo selfishness hiyo ndio inafanya watu wanakuwa discouraged. Alafu pia unapata pia kuna wale watu wanataka kutumia wasanii hata kwa industry, kwa media. Kwa media pia unapata mtu anataka kutumia vibaya kwa sababu amekuahidi labda airplay, vitu kama zile. Sasa ndio zina discourage watu. So unaona afadhali tu kama uko mbaya wewe kuwa tu mbaya mara moja. Kama mbaya. Lakini could it be kwa gospel industry hakuna platforms mingi za kuperform, but kwa secular kuna vilabu, kuna nini, like ni wider? Could it be hiyo ndio inakosa? No, platforms are there. Kwa sababu kwa gospel hata usipoperform kwenye kanisa utaitwa kwenye harusi, utaperform kule. Unaweza ukaitwa kwenye kuna events mingi. So tuseme kuna platforms. Alafu kitu kingine naweza nikaambia wa pastors pastors wengi huwa wanadharau wasanii wa gospel sana. Wanasahau pia sisi ni wa pastors, ni vile sisi tunaimba. So unapata wanakuita kama msanii hawaku appreciate, sababu ile appreciation ni kitu ya maana. Baadaye kuna wasanii utapata msanii wa gospel ukienda kuimba mahali anakuuliza utanipa pesa ngapi? That's okay. Me by there I'm okay with that because ule msanii atakuja atatumia gari yake, fuel yake, atatumia amerekodi nyimbo zake, ameenda studio akarekodi akaspend. Lakini wewe kama wewe pastor unataka umwambie abarikiwe. So unaona hiyo ni kama una disregard kile ambacho Mungu amempatia. Na Mungu amesema your gift will sit you before queens and kings. Your gift inafai kulisha bro, inafai si uambie utabarikiwa, hapana. Hakuna volunteering. Inafai kupeleke for greater heights. Kwa ministry usiambiwe ati Mungu akubariki. Kama umeenda umebariki watu pale nini, ikikuja wewe mtu mu appreciate vizuri, ndo hivyo. So mapastors pia tuache kukanyagia wasanii chini. Ndio unapata wasanii wengi hawaendi kanisani bro. Gospel musicians wengi unitajie hawaendi kanisani, hawana kanisa kwa sababu huyo msanii kuna kile ambacho anahitaji kutoka kwa kanisa. Anataka kuwe na pastor ambaye ni babake, ambaye anamfuatilia vizuri maisha yake ya kiroho, na pastor na msanii wanafaa kuwa karibu hivi. Wewe kama pastor unashika huo msanii mkono, unajua anaendelea vipi, ako vipi life yake, social life yake, na bibi yake wanaendeleaje, msupport pia kifedha, kihela sometimes. Usikuwe tu unamtumia tu kila wakati unakuwa na event unamkumbuka hiyo time. Lakini unaona? So wasanii pia utapata hawaendi kanisani.
Na wasanii Mungu anawatumianga in a very big way, even bigger than pastors kueneza injili. So kuna vitu kama hizo bro ndo zinafanya watu wahepe. Kuna time fulani nimesikiza Pastor T Mwangi ni alifanya nijue kuna difference ya industry na ministry. Ndio. Na nikasikia akisema ministry imedoze. Why do you think ministry imedoze? Ni sababu watu wengi wamekuwa so money minded. Azin msanii anafikiria tu pesa. Msanii wa gospel hivi anafikiria kama leo sasa tuseme nimeitwa kwa kesha. Nafikiria nitaenda kesha kama ngapi hivi leo ndo niweze kupata pesa fulani, unaona? So pesa ndo imeongoza. You know, money is a spirit, by the way. Money is a spirit. A very great Sisemi one, pesa ni mbaya, lakini pesa inaweza ikucontrol wewe. Uko wewe you've lost the you. It's money which is controlling you. So wewe kama mshirika, kama a minister wa gospel, ukiingiwa na ile spirit ikianza kukuongoza, utapata sasa ile huduma ndani yako imeondoka, imekuwa sasa wewe ni mwanabiashara tu. You're just a common. That's why tunasemanga kuna hiyo difference ya gospel industry na gospel ministry. Wow. So sasa hizi wasanii wengi sasa hivi wanafikiria tu pesa. Kwa sababu huyo msanii ako na mahitaji yake, ako na bills, ako na nini. So anaangalia naona tu, hey, well, let me do this thing now. Unapata anaenda hadi kwa maklabu kwa kweli. Ndio. Sasa wewe kama Ken ni nini ina maintain kwa gospel industry or ministry? Ni nini ina maintain, ama utafika place pia useme pia mimi imenichosha jo? Kweli by the way watu usikia kuchoka. Mtu usikia kuchoka. Inafika place unasikia mazee hii industry mazee inipeleki poa. Lakini nikwambie kitu moja bro, unaona kama uko na passion ndani yako. Mimi mwenyewe kuna time nilikuwa nimesema siimbi tena walai. Nataka niache kuimba sababu mazee unapata ngoma umepiga vizuri, umekill vida, audio umepiga the best. Unaenda unasukuma ngoma pale to views mazee. Unapata hata ifiki dhao na unapush yako yote. Hakuna mtu anakuambia nimekuona kwa TV bro. Mazee. So kuna hiyo sana hiyo airplay na marketing ndio usumbua wasanii wengi sana. Unasikia wanataka kuacha music. Lakini nikwambia kama kitu iko ndani yako, kama God ndiye amekuita mwenyewe, si wewe umejiita. Bro, hizi acha. Una feeling tu. Mimi hiyo time nilikuwa nimesema nitaanza kuimba nikikuwa kibudeni hivi, nikifika 40 hivi sana na pesa zangu na nini, nikienda kwa media pale na Citizen nawachia mado ndio wanicheze. Juu yenyewe imekuwa ni kama lazima utoe ndio. So lakini mimi venye niliamua hivyo, wapi unaendanga tu mahali hivi unasikia kingoma kimekaa na inakusumbua lazima, ama unaenda unapata msanii mwingine ameimba amekill ngoma na unaamua ngoja utaona yangu itakuwa. So ni kitu inakuwa ndani. It's like a musician mwenye ako na passion is like a pregnant lady. Ile unasikia tu kuzaa tu, unasikia kuna kitu, unasikia ile aje kweli. So hiyo ndo unisukuma. Kitu kingine juzi nimeona unapiga clips na maakta huko mtaani. Imekuaje tena umekuwa actor? Unajua sometimes an artist is an artist. Unaweza kwa by the most of the musicians wako creative. So unaweza pata kuna the other side of you huko umejua. Unapata umekuja ku realize kumbe naweza nikapulaia maisha. By the way, kwa sababu life ni thought. But why? Bado mimi naimba so so I realized pia kuna that side of me. So ndo nimeanza kuingia kwenye acting, tunact na kina 𝗤𝗡𝗏𝗏 pale ndio Churchill show na Wololo TV na Jasper Marume na Austin Megai. Tunapiga tu zile comedy hapa pale kidogo tu ile kupass time tu, lakini bado sijaacha uimbaji. Bado niko tu pale, ile ndio main calling yangu. Pia tafuta bena wa malines mpulaie. Kufulaie. Na Steve Simple Boy. Kweli ndio manake. Noma sana. So bro, kuna artists wengi sana upcoming. Wamechanganikiwa, hawajui waanzie wapi. Maybe kuna mwenye anakuona huko mbele anashinda huyu msi alifikaje hapa. Advice huyu msi. Wasanii kama wale naweza tuambia tu vile nilianza kusema, if you umeingia kwa industry, wacha kuwa na ile expectation ya juu sana.
jua it's a journey, it's such a journey, na kila mtu anakuanga amepatiwa neema tofauti ya Mungu. Kuna yule ataanza leo kesho msikie kwenye station zote. Kuna mwingine enda kwa wale superstar kule nje, utapata mtu anakuambia mimi nimekuja kuhit after 20 years, na kuna mwingine atakwambia after 1 year. So ile kitu imefanya yule mtu angoje hiyo 20 years ndio kuja kuhit ni nini, una get? Yeah, so mimi naweza nikakwambia usikuwe na ile hope ya juu sana, because you're not in charge of tomorrow, God is. So sure, Mungu mwenyewe ndio huwa na script life yako kama msanii from the start to the beginning. Mungu kama ameplan utaenda kupiga show za America, Marekani kule, uko ndo utaenda. So because you don't know about tomorrow, you just jitume what you have, put it enda studio, imba. And I believe if you have that passion, manze, haiwezi dead. Hata utumie pesa ngapi kurecord na hiyo pesa hairudi, hulipi na shows, ufanye nini, utaendelea tu kukusumbua hiyo ile. Na Mungu mwenyewe, acha nikwambie bro, unaona if you have the calling to serve God, you will never struggle, man. Mungu hawezi kubali struggle. Kweli. Utakuwa unapata tu yani hadi video audio ujui zinafanyika aje, production yako inaenda tu poa, as in God akikushika mkono. So jitume, do that thing if you believe it's in you. Unajua kuna wasanii wengi bandia. Kweli. Wasanii wamejiita kule. Anataka kufanya juu ameona mtu anafanya. Mama unaingia kwa bafu unafikiria unaweza imba. Unajua kila mtu anaweza imba bro. Kumbe ni maji baridi imekupea motivation. So be sure man, it's a real calling, Si lazima uwe na mafocus zile kali sana. Lakini if you have that calling ndani yako, ile be sure it's real. Ni Mungu ameweka ndani. Si wewe umejipatia ile title msanii. Utaenda, mambo itaenda poa. So yeah, na usikuwe mtu wa kugive up tena. Acha nirudie tena. Usikuwe mtu wa kugive up haraka manzi. Yeah. Wow. Always be persistent, go aggressive. Ukirelease ngoma, wewe push tu mali push kwa media vizuri. Sukuma hizo links kwa WhatsApp manzi, watu waboeke waanze kukutukana kule. Ushaitukana kwa WhatsApp? Kenyans siongei sana. Mimi bro, kuna time nimefungua account kama 10 za Twitter. Ndio mimi mwenyewe niko na request ya show. Nimepata hizo account majina za watu different. Ile show ikiingia tu hivi, mimi ndo nafanya hizo ma request. So unajua wale watu wanafikiri msanii ana ma request mengi bana. Lakini ujanja. Ile ujanja. So hiyo kujituma ni muhimu manze. Tuma, ukirelease ngoma tuma, usiogope ku approach anybody. Akicheza sawa, akikosa kucheza ni sawa, lakini make sure umefanya. Sababu kwa hiyo harakati ya ku reach out to people, hapo ndo Mungu anakujanga naye anaku. Sababu anaona wewe mwenyewe umejituma. Hauko pale tu umerelease ngoma alafu umeketi. Sababu marketing ndo muhimu sana kwenye industry. Na ukipata ngoma yako haijafikia watu milioni 1 kama Diamond Platinum, unajua ufikisha views mingi sana. Maze. Ukiona umerelease ngoma umepush yako yote imefika, umepata views 100 ama 200. Still yule msee amefikiwa na hiyo ngoma pia, hiyo ndio ilikuwa purpose ya hiyo. Usijidharau useme hii ngoma yangu ni vile sio quality poa, ama mimi sio msanii sijui nini. Utapata na discouragements mingi hadi kwa watu manzi, hadi home. Utapata your family pia inakudiscourage, wanakuambia hey, wewe manzi achana uimbaji, wewe anza kulima manzi, ama rudi shule ama fanya kitu kingine. You know, most of the people don't believe in you until you make it. Kuna kitu inasemanga it doesn't matter what you did to win, you get what matters to people is the results. So ukipatia mtu story at mimi nimengangana manze, nimehustle nini, so what they want to see like, you win people. Yeah, so that's the main thing. So tunaambia do your calculations chini ya maji, fanya vitu zako, fanya hustle yako chini ya maji, because that won't matter. What matters ni pale mwisho, because people, watu angalia na macho ya mwanadamu. Wewe mwambie msee tulingangana ukasijuka kwa chokora ukafanya nini, it doesn't matter man, where are you right now? Sure. And it's true, because people will judge what they see. So most of the people, watu wengi huwa believe na talanta yako until umekuwa sasa wewe ni star kila mahali, people are talking about you. So utapata discouragements, that's guaranteed. Utapata discouragements kwa hadi marafiki wako. Yeah. Wow. So tukimalizia, tell us about your lowest and highest moments in your life. Kwenye music kama kwenye music, kwenye yani kwa hii talent yako yenye umekuwa nayo, ni lowest moment gani shaikugonga ukafeel jo? Kuna ile time nilikuwa niache music kama nilikwambia. That was back in 2016. So ile time nilikuwa nilikuwa na frustrated sana, sababu
hauna pesa za kufanya ngoma zako vizuri. Alafu ma producer usumbua manzi. Unaona producer producer kama kwanza I believe na wewe. Manzi anaweza sumbua sana, anaweza kusumbua ile kukuzungusha sana ile. Sababu wewe sio star. So na labda yeye mwenyewe anakudharau sababu anaona wewe sasa unamwambia nini? Una get wewe sio star. So akikuangalia na ile utapata na kusumbua project zako amekuwekea nini. So kuna ile time nilikuwa almost depressed juu ya music manze, nilikuwa na feel mimi naacha music manze. But wacha nikwambie Mungu anakujanga hiyo time bro. Nilienda kwa kesha, nakumbuka ilikuwa mwisho wa mwaka ile ya kufunga mwaka. Nilienda tu kwa kesha nikamwambia God, si wewe ndio umeniita si umenipatia sauti poa na watu wana believe niko na voice poa na nini haya mimi kama Mungu ameniacha music, wacha niache basi. Sababu wewe ndio wacha niache music. Kutoka hiyo penye niliambia Mungu hivyo bro, mimi sikujua nilitoa doa wapi za kurecord. Yaani Mungu alianza hiyo ilikuwa turning point. So hiyo ndio ilikuwa the worst moment. Hiyo time ile. The best moment in my industry is when kuna award niliwin. Wow. It went to a 𝗤𝗏𝗏𝗏𝗏 award, and I thank God for that because I didn't see it coming. So we did an award, nikawin, nikapewa trip ya kwenda China. Free, fully sponsored. Ushaenda China? Ndio. Na nikafanywa video kule China. Wow. Music video. So ilikuwa ni kama nimeenda kule kama tourist for 2 weeks. Ile tu starehe. Unaenda kujionea nini, unakula chura, zile vitu zote wanafanya kule, unaona. Nikafanya music video. Ndio maana nilikuwa nasema Mungu uko na njia mingi sana. Unaweza kosa kwa hiyo the biggest thing in Kenya na nini. Lakini God anaweza kupatia kitu yenye yule star hajapata. Kitu different yani. Sure. God has so many ways ya come through for you. Yeah. Wow. So hiyo ndio ilikuwa best moment kwangu. Sawa bro. So ladies and gentlemen, ndio tunamalizia au sio? Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa mazee kuochisho yangu, please kindly subscribe na ubonyeze hiyo alama ya kengele ili anytime na kuwekea show mpya mazee unakuwa wa kwanza kujuzwa, au sio? So bro, tukimalizia tupatie handles zako vile msiana za kupata in case biashara nini. So mimi unaweza kunipata kwenye social media zote pale, Twitter, Facebook, IG, naitwa 𝗤𝗏𝗏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 
Enda pale uandike pale, angalia niko na content mingi sana, nyimbo ziko mingi sana na niko na zingine ziko njiani yani. Piga subscribe pale pia. Kweli. God bless. Ndio hiyo sasa. So for business wasi watakupataje? Ama bado ni unaweza pale unaweza enda pale ukani DM pale. Sijui nipatie namba. Pena namba. So namba yangu ni 0707073895. 0707073895. In case unataka kuniitia event, I'm ready man. I'm ready. Always ready. Pulaia maisa. Ciao.